Of course jana kukuwa na mapungufu mengi ya kiuchezaji. Ukiniuliza mimi ndio Yanga wamefanya makosa mengi. La kwanza mdogo wangu Bakari hakuwa katika siku nzuri. Of course kujifunga katika mpira ni kitu cha kawaida, lakini hata performance yake jana haikuwa nzuri. Mudathir naye jana hakuwa katika form sana. Pacome dribbling nyingi wakati mwingine unnecessary, yani anaweza kaamua kudribble bila sababu. Pasi zake zinapotea sana yeye na Maxi. Dube jana idadi ya magoli aliyokosa mengi. Yani mechi ilikuwa inaisha kwenye miguu ya Dube jana. Amepoteza nafasi nyingi, clear chances za kutosha. Lakini pia sikufurahia sana. Sijui, inawezekana ni kweli, sikutaka kumtafuta. Kitendo cha Diarra kilionekana kama anasusia baada ya kufungwa goli. Na umezuka mjadala mkubwa sana kwenye social media toka jana mpaka leo, kwamba Diarra sasa kwa tafsiri ya walio wengi anakuwa mkubwa kuliko klabu ya Yanga. Mbaya hiyo. Goli limefungwa, ameconcede goli Bakari Mwamnyeto. Muda mchache Diarra wala hakukuwa na incident ya kumfanyia aumie. Kaumia, kaomba waje wa madaktari wamemtibia, kaomba kutoka. Ukiangalia ile clip utaona kama Baka naye anakasirika, kwani huyu anasusa something, yani ile video ina lakini kuna kitu mimi namjua Diarra. Nimekaa naye. Diarra ni mchezaji very gentleman. Yani nikikwambia katika wachezaji nilokaa nao foreigners, Diarra muungwana sana, sio muongeaji. Muda mwingi anacheka, stories nyingi anacheka. Hata kama wakati wa Kiswahili kwa kina mpatabu, lakini kazi yake kucheka. Lakini ni mkali anapokuwa ndani ya uwanja. Hapendi kufungwa, anakemeana na mabeki. Kuna wakati nakumbuka alikuwa anafokeana sana na Baka. Lakini sijui ghafla kwa nini jambo limetokea. Ndio maana nasema labda kweli aliumia, labda muscles zilimshika, huwezi kujua. Lakini kama alifanya kitendo kile kwa nia ya kuonyesha hasira zake kwa ajili ya concede ile goli, ni kitendo cha ovyo. Na hapa katikati Yanga walimchangia Diarra, alipata adhabu, ikaanzishwa kampeni mahsusi ya kumchangia. Mimi nilikataa. Kwa nini nilikataa? Mchezaji au club inapopewa adhabu na shirikisho au na mamlaka nyingine, kama mnaona hamridhiki, kateni rufaa. Vyombo vya kukata rufaa vipo. Kama adhabu ni kubwa, penalty ni kubwa, kateni rufaa. Lakini mkianza mchezaji anafanya makosa, na nilisema vizuri tena kwa utulivu, ameadhibiwa no matter wamepatia au wamekosea. Mkianza kuchangisha, mtafanya wasipate ile, wasifeel pain ya ile penalty. Watabweteka. Yani kwamba mimi naweza nikafanya makosa, nikampiga mtu, nikafanya hiki, nikapigwa fine, wanachama washabiki wa Yanga wakanichangia. It's not, yani hakuna klabu hizo duniani. Yani huo mpira mimi sijai kuona. Yani kwamba mchezaji aadhibiwe, au kama Yanga juzi wameadhibiwa. It's fine. Na tulijadili hapa. Inawezekana ile penalty ni kubwa, tukate rufaa. Lakini sio tuimize kuchangishana. Na wameipata. Yani sasa mimi nasema kama uhodari wa kuchangishana tunao, kwa nini tusitumie uhodari huo kuwahimiza waje viwanjani? Yani tunatumia nguvu kubwa kuonyesha, yani tumetumia hiyo nafasi kama tunaonewa na nini tuchange, watu tutachanga. Unajua binadamu hapendi unyonge. Lakini tutumie na ushawishi huo kuwapeleka watu viwanjani. Mind mechi zetu hamna watu uwanjani. Sasa uhodari wa kuchangishana pesa kwa ajili ya fine iliyopigwa club sio healthy.